Ni katika sehemu nyingine ya mwendelezo wa simulizi yetu isemayo Sitasahau usiku ule. Katika sehemu ya 4 tuliona msako dhidi ya wauaji wa mzee Nyalile pamoja na mke wake umezidi kushika kasi, na Lutengano yupo ndani, Majuto pia yupo ndani. Nini kinaendelea katika sehemu hii? Fuatana nami. Ni mimi mtunzi pia msimulizi wako Leonard Mubali, nasema hebu twende pamoja. Msikilizaji wangu, wiki 2 zilipopita tangu kukamatwa kwa Majuto na kutoroka kwa Makwapa, kijiji cha Igalangala kilianza kurudi katika hali yake ya kawaida. Lakini nyuma ya ukimya huo kulikuwa na msisimko wa haki iliyonyamaza inayoanza kuchipua. Polisi walikuwa makini, wakiendelea kukusanya ushahidi, kuendelea kuwahoji kwa kina mashahidi, na wakilinda familia ya mzee Nyalile kwa karibu sana, na maanisha Mliti pamoja na mdogo wake, huku mamlaka za maendeleo ya jamii na taasisi zisizo za kiserikali zikiwaza nini cha kufanya juu ya watoto hawa. Katika kituo cha kulelea watoto, maisha ya Mliti na mdogo wake yalianza kubadilika pole pole. Ingawa majeraha ya roho bado yalikuwa mabichi kabisa, kulikuwa na dalili za matumaini. Mliti alianza kushiriki kwenye darasa la sanaa, ambapo alianza kuchora picha za familia yake, picha za kumbukumbu na picha za huzuni, na mara nyingine picha za matumaini, kwani katika kituo hicho walikuwa na muda wa kukuza vipaji vya uchoraji, na ilikuwa ndiyo ndoto ya Mliti hata kabla ya kuingizwa katika lindi la uyatima kwa lazima. Hata baba yake alikwisha muahidi kwamba, mwanangu Mliti, nitakupeleka kusomea sanaa ya uchoraji. Masikini Afande Baraka, ambaye kwa kweli alikuwa hakai muda mrefu bila kumtembelea Mliti na mdogo wake, alikuta picha ya Mliti ukutani ikimuonesha mtoto mdogo akiangalia kaburi lenye maua yaliyonyauka. Ilimfikirisha sana Afande Baraka ile picha, akaumia sana moyoni mwake. Lakini akamuuliza Mliti, umechora hii? Aliuliza kwa mshangao Afande Baraka. Mliti kwa tabasamu lililojificha kidogo akasema, ndiyo, nimechora mimi, na huyu ni Nasra akiwa na waaga baba na mama. Lakini maua yaliyonyauka kama unavyoyaona ni kuonyesha kwamba sio mwisho wa kile kilichotokea, na nilimaanisha kwamba yanaweza kuchipua tena. Ilikuwa ndiyo tafsiri halisi ya picha iliyochorwa na Mliti. Kwa maneno hayo, Afande Baraka alishindwa kujizuia kutoa machozi. Akasikika kitamka, tutahakikisha maua hayo yanachipuka tena Mliti, wala usijali. Tunaendelea na kesi na tunaendelea kumsaka Makwapa. Msikilizaji wangu, kwa upande mwingine, Makwapa huyu alikuwa amefanikiwa kutoroka na alikuwa amejificha katika mji mdogo wa Uvinza. Alikuwa akibadilisha majina, akiishi kwa hofu na mashaka, kama unavyojua tena damu ya mtu. Alipoona taarifa ya kumkamata Majuto, taarifa zake zikionyeshwa kwenye runinga ya mahala fulani alipokuwa akienda hapo kufanya vijikazi vidogo vidogo vya usafi pale, moyoni mwake alianza kuishiwa nguvu kujua kwamba huenda atakamatwa. Na wale wenyeji wake pale walianza kujadili ile taarifa iliyokuwa ikionyeshwa mauaji hayo. Yalikuwa ni makala maalum namna ushirikina unavyochangia katika mauaji, wakielezea namna mzee Nyalile alivyouawa kinyama yeye na mke wake. Wasijue kwamba mchawi na mtekelezaji wa yote hayo walikuwa naye hapo hapo.
Kwa unafiki naye Makwapa akawa anachangia akisema, watu wana ujasiri gani kufanya hivyo? Lakini moyoni akiwa amekumbwa na hofu kwamba hapa harufu ya kukamatwa kwake huenda inakaribia, siku zinaelekea kuweza kukamatwa, kama Waswahili wasemavyo, za mwizi 40. Zilibaki ngapi? Ilikuwa ni jambo la kusubiri na kuona. Makwapa alijisemea moyoni, wanakuja watanikamata tu siku yoyote. Aliwaza huku akijifunika kofia yake kwa uangalifu. Maana tangu aingie huko Uvinza alianza utamaduni ambao hakuwahi kuwa nao kule kijijini Galangala, wa kuvalia kofia kubwa iliyosukwa kwa kiri za kutengenezea mikeka. Hadi jina lake kwa muda watu wakaanza kusema, namtafuta yule makofia kakulimie. Lakini alikuwa hajui kuwa polisi nao walishaanza kushirikiana na vyombo vya usalama vya mikoa mbalimbali pamoja na viongozi hadi wa ngazi za serikali za vijiji, na walishambainisha huyo Makwapa anafananaje pia. Kwa hiyo hakuwa salama, msikilizaji, hata akiwa mbali na kijiji cha Igalangala. Kesi ya majuto sasa ilianza kuunguruma, ikisikilizwa rasmi mahakamani sambamba na mshtakiwa mwenzake Mzee Lutengano. Katika chumba cha mahakama kilikuwa kimejaa watu wakifuatilia kwa kina, waandishi wa habari. Mliti pia kama mmoja wa mashahidi alikuwa pale, akiwa upande wa kwanza kabisa, amesimama upande wa kwanza wa mashahidi wa upande wanaotoa kile kilichokuwa kimetokea, maana yake waliokuwa na taarifa. Mliti naye alisimama upande huo. Ingawa alikuwa mdogo, msikilizaji wangu, sauti yake ilikuwa ya mamlaka na utulivu, ujasiri wa ajabu, na akionyesha kuwa ana uhakika na kile anachoeleza. Na wakati akieleza hayo, hakimu ambaye alikuwa ana upara kidogo kichwani, akiwa ameshikilia peni yake upande ameiweka mdomoni, alionyesha kuwa alikuwa anafuatilia sana akimsikiliza mtoto huyu, na kila aliyemfuatilia hakimu alijua kabisa hapa alikuwa amekerwa na mauaji haya. Niliwasikia wakibisha hodi, alisema akitazama moja kwa moja kwa hakimu. Lutengano alikuwa akimlazimisha baba akiri kwamba yeye ni mchawi na hivyo wampeleke siyo kwa mganga gani huko ati wakamtoe uchawi, huku baba akisema hata huo uchawi haujui. Bisha Lutengano, bisha kama huko unabishana na baba siku ile. Watu waliokuwepo hapo mahakamani wengine walianza kulengwa na machozi, ambapo walikuja kunyamazishwa na sauti ya ukali ya hakimu akimnyamazisha Lutengano aliyetaka kutumia mtaji wa utoto wa Mliti kumpa maswali magumu na ambayo yalionyesha tu kwamba anajitetea, hana lolote. Hakimu akasema, nyamaza Lutengano. Wakati alipotamka maneno hayo, ukumbi mzima ulitulia ghafla. Nasra aliyekuwa amekaa nyuma alimtazama kaka yake kwa macho aliyojaa fahari na kujivunia, ambapo macho yake yalizungumza maneno kama vile, kumbe ninaye mtetezi bado. Mwisho wa kikao cha mahakama hiyo iliamriwa kwamba kesi hiyo itasikilizwa kwa kina tena baada ya miezi 2 ijayo, huku hakimu akiagiza ushahidi mwingine zaidi na akitaka watuhumiwa wote waweze kuletwa hapo mbele ya mkondo wa sheria. Ilielezwa mahakamani hapo kwamba washtakiwa hao waendelee kukaa rumande kwa kile kilichodaiwa kwa ajili ya usalama wao, lakini kutokuharibu ushahidi pia.
Polisi chini ya Inspekta Baraka waliapa kuhakikisha kwamba Makwapa anakamatwa kabla ya hukumu ya mwisho, wakisema auae kwa upanga na yeye yapaswa auawe kwa upanga. Usiku wa siku hiyo Mliti alichora tena picha nyingine katika daftari lake, sasa ikiwa na maandishi tofauti. Maandishi ya picha ya sasa ilisomeka hivi: sitasahau usiku ule, lakini sasa kuna mwanga nyuma ya giza. Haki ni ya polepole, lakini inapofika huangaza giza lote. Nitapigania ukweli huu hadi mwisho. Ni maneno yaliyoambatana na picha iliyomwonyesha yeye na mdogo wake Nasra. Mpenzi msikilizaji na mfuatiliaji wa simulizi hii isemayo sitasahau usiku ule, nadhani mwenyewe unaona mwenendo na mambo yanavyozidi kupamba moto. Iwe mvua iwe jua, bado hawaamini kama Makwapa amewatoroka jumla hao polisi. Yupo huko Uvinza, anadhani yupo salama, lakini sasa anajiita Bwana Makofia. Lakini moyoni hana matumaini, anajua siku yoyote ile atakamatwa. Amejipa kazi za kufanya vibarua na shinda mashambani huko, lakini siku ikifika atafuatwa huko huko. Wanasema siku za mwizi ni 40, lakini siku za Makwapa hatujui zimesalia ngapi. Tutaona katika sehemu ya 6. Nikushukuru kwa kunipa muda wako kuweza kufuatilia simulizi hii inayosema sitasahau usiku ule. Kukuaga kutoka katika sehemu ya 5 ni msimulizi wako na mtunzi Leonard Mubali. Nasema kuwa wa kwanza kupata mwendelezo wa kile kitakachojiri katika sehemu ya 6 kwa kusubscribe na kushare channel hii. Uwe na siku njema na kwaheri.